Sasa moja kati ya jambo ambalo naamini kabisa umekuwa ukiliona ni namna ambavyo Korea Kaskazini inavyomsaidia Urusi kwenye vita vinavyoendelea kati ya Urusi pamoja na Ukraine. Ni moja kati ya maeneo ambayo hayazungumziki kwenye vyombo vya habari pamoja na uchambuzi mkubwa sana, lakini Urusi anapata ungwaji mkono mkubwa sana kutoka kwa Korea Kaskazini. Wataalamu mbalimbali wao husema hakuna free lunch kwenye hii dunia, kwa maana hakuna chakula cha bure. Ukitoa hiki na huyu atapata kitu fulani. Swali ambalo mimi nawe twafaa kujiuliza, Korea Kaskazini ananufaika vipi na vita vinavyoendelea kati ya Urusi pamoja na Ukraine, na inamsaidia vipi kwenye nchi yake? Nataka tufanye uchambuzi kidogo kwa kutazama data kijamii pamoja na kiuchumi zaidi. Mapato makubwa yanayotokana hasa na msaada wa kijeshi kwa Urusi yameimarisha utawala wa Kim Jong-un. Hata hivyo, ni watu wachache tu Korea Kaskazini wanaonufaika na ukuaji wa uchumi. Kwa miaka mingi, picha za satellite zilizopigwa siku zilizopita zilionyesha maeneo machache yenye mwanga nchini Korea Kaskazini. Upungufu wa umeme ulifanya hata miji mikubwa kubaki gizani, lakini tangu April mwaka 2020 eneo lenye mwanga katikati ya mji mkuu Pyongyang limeongezeka mara 3. Maana uwezekano wa nchi kupata umeme umekuwa ni kubwa. Tovuti ya habari ya NK News inasema ongezeko hilo linaonyesha kuwa serikali imeweka kipaumbele katika kusambaza umeme kwenye mitaa na nyumba mpya katikati ya mji, ikitumia miradi hiyo kuonyesha mafanikio yake. Katika mkutano wa chama tawala mwaka 2021, Bwana Kim Jong-un aliahidi kujenga nyumba mpya 50,000 mjini Pyongyang. Ujenzi huu umeendelea katika maeneo mbalimbali ikiwemo kwenye eneo la Hwasong ambapo majengo mawili yenye ghorofa 40 yamejengwa kwa muundo unaofanana na makombora ya masafa marefu ya Hwasong. Watu ambao wamekuwa wakitembelea Pyongyang kwa miaka hivi karibuni wanasema mji huo sasa unaonekana kuwa wa kisasa zaidi. Barabarani kuna magari mengi yaliyoagizwa kutoka nje, yakiwemo ya umeme kutoka China. Pia kuna programu za simu zinazotumia misimbo ya QR kufanya malipo na kuita taksi, pamoja na maduka yanayouza mavazi na vipodozi vya bidhaa kutoka magharibi. Wenyewe wanasema hili ni jambo la kwanza kutokea kwenye nchi hii, tofauti na huko awali. Serikali pia imekamilisha ujenzi wa hospitali kubwa zaidi nchini humo. Eneo kubwa la kilimo la kisasa limetengenezwa, na June mwaka 2025 Kim alifungua rasmi hoteli ya mapumziko huko Wansang Kailama kwenye pwani ya mashariki yenye uwezo wa kuhudumia wageni 20,000. Haya kwao wanayaita mafanikio. Kumekuwepo na biashara ya mabilioni kati ya Urusi pamoja na Korea Kaskazini. Mabadiliko haya yanaaminika yanagharamikiwa na mapato makubwa ambayo Korea Kaskazini imepata kutokana na kushiriki vita kati ya Urusi dhidi ya Ukraine. Kwa mujibu wa ripoti iliyotolewa March na taasisi ya mikakati ya usalama wa taifa wa Korea Kusini, hawa wanasema Pyongyang imeingiza kati ya shilingi bilioni 7.44 hadi bilioni 14.7 za Kimarekani dola kutokana na kuuza risasi, silaha kwa Moscow pamoja na kutuma wanajeshi pale Urusi. Sasa Bloomberg Economics imekadiria kuwa kati ya mwaka 2000 hadi mwaka 2025 Korea Kaskazini ilipata zaidi ya dola bilioni 14 kwa kuipa Urusi msaada wa kijeshi. Nchi hiyo pia inakadiriwa kuingiza dola bilioni 8 kupitia biashara pamoja na Urusi, kutuma wafanyakazi wake katika mataifa mengine, mauzo ya bidhaa za nje ya nchi na uhalifu wa mitandao. Hivi ni vitu ambavyo vyombo vikubwa vya habari havisemi kinagaubaga kutokana na pengine na siri zilizowekwa. Lakini mfano mkubwa ni shambulizi la Februari 2025 dhidi ya jukwaa la sarafu za kidigitali la Bybit. Wadukuzi wanaohusishwa na Korea Kaskazini waliiba Ethereum yenye thamani ya dola bilioni 1.5. Kiasi hicho ni kikubwa ikizingatiwa kwa mwaka mmoja kabla pato lake la taifa hilo lilikadiriwa kuwa ni dola bilioni 27. Na nikwambie kwamba haijulikani ikiwa Urusi na Korea Kaskazini ndio iliyopendekeza kuanza kutumia akiba kubwa ya risasi ya Pyongyang katika vita ya Ukraine.
Kiev inakadiria kuwa kati ya mwaka 2024 hadi 25 Korea Kaskazini ilipatia Urusi karibu nusu ya risasi ilizozitumia kwenye mstari wa mbele. Pyongyang pia ilipeleka mizinga inayojiendesha, mifumo ya kurusha roketi nyingi na makombora ya ballistic. Ukraine inasema Korea Kaskazini sasa inapanga kupeleka kikosi cha makombora nchini Urusi. Kikosi hicho kinatajwa kuwa na wanajeshi 90, mitambo 6 ya kurusha makombora hadi 120. Wanajeshi wa Korea Kaskazini wapatao 16,000 hadi 22,000 tayari wameisaidia Urusi kuwasukuma wanajeshi wa Ukraine kutoka kwenye eneo la mpakani la Kursk na baadaye kuondoa mabomu yaliyotegwa ardhini. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky ndiye aliyesema haya kwa Kim anapanga kutuma wanajeshi wengine 30,000 hadi 50,000 nchini Urusi. Lakini kama hiyo itoshi, ripoti za ANSSIS ambao nilikwambia hapo awali, ambao wanafahamika kama taasisi ya mikakati ya usalama wa taifa ya Korea Kusini, wao waliweka jambo lingine la tofauti kabisa, ambapo walisema kila mwezi serikali ya Kim inalipwa dola 2,800 kwa kila mwanajeshi wa kawaida na dola 3,000 kwa kila afisa, na wanajeshi wanapouawa vitani Pyongyang hupokea kati ya dola 6,000 hadi 10,000. Sitaki kusema hii ni biashara ya wanajeshi kati ya serikali ya Kim na serikali ya Vladimir Putin, kwa sababu sijui makubaliano yao. Ushirikiano huo umefanya kwa kiwango kikubwa njia ya kubadilishana bidhaa na huduma. Korea Kaskazini imeuzia Urusi risasi, silaha na huduma za wanajeshi. Lakini kama hiyo haitoshi, Urusi huipatia mafuta ghafi na bidhaa za mafuta, nafaka na teknolojia za kijeshi kwenda kwa Korea Kaskazini. Teknolojia hizo zinahusisha mifumo ya ulinzi dhidi ya mashambulizi ya anga pamoja na ujuzi wa kutengeneza ndege zisizokuwa na rubani na makombora ya nyambizi. Uhusiano wa karibu wa Urusi umempa Kim umuhimu mkubwa zaidi wa kisiasa na uwezo mpya wa kijeshi. Hilo limeonekana pia katika uzinduzi wa manuari 2 za kivita zenye uzito wa tani 5,000 kila moja. Katika miaka 15 ya utawala wake, Kim hajawahi kuwa na kiwanda hiki cha ushawishi wala fedha. Hali hiyo ni tofauti kabisa na kipindi cha janga la COVID-19, wakati uchumi wa nchi hiyo ulipokumbwa na matatizo makubwa. Katika mkutano wa chama mwaka 2021, Kim alilia alipokiri kuwa mkakati wa maendeleo wa uchumi wa taifa hilo ulikuwa umeshindwa kufikia malengo karibu na sekta zote. Miaka 5 baadaye alitangaza kuwa hali hiyo ilikuwa imebadilika kabisa. Ushirikiano wa Urusi pia umeisaidia Korea Kaskazini kupunguza hali yake ya kutengwa kimataifa. Rais Vladimir Putin alimtembelea Kim mjini Pyongyang Juni mwaka 2024. Rais wa China Xi Jinping alifanya ziara Juni mwaka huu, miezi mitatu baada ya kiongozi wa Belarus Alexander Lukashenko kwenda pale. Septemba mwaka 2025, Kim alihudhuria maadhimisho mjini Beijing ya miaka 80 tangu kumalizika kwa vita ya pili ya dunia, akiwa pamoja na Xi Jinping na Vladimir Putin, picha ambayo ilileta taswira kitofauti duniani. Sasa licha ya dalili za kuimarika kwa uchumi, wachambuzi wanasema wananchi wengi wa Korea Kaskazini hawanufaiki na mapato hayo moja kwa moja. Familia nyingi ambazo tayari zilikuwa katika hali ngumu na hazina fedha za kigeni zimeathirika na kupanda kwa bei za vyakula na kushuka kwa thamani ya sarafu ya won. Katika familia nyingi, wanawake pia wamelazimika kufanya kazi ili kudumisha maisha ya kaya. Mwaka 2024, Kim alitangaza mpango wa maendeleo unaitwa 20x10 unaolenga maeneo yaliyo nje ya Pyongyang. Mpango huo unakusudia kujenga viwanda vya kisasa katika miji ama maeneo 20 kila mwaka na kufikia miradi 2,000 ya viwanda ndani miaka 10. Hata na hivyo, Andrei Lokov, profesa na mtaalamu wa Korea Kaskazini katika chuo kikuu cha Kommik mjini Seoul, anasema miradi mingi ya mpango huo haifanikiwi hata kidogo. Kulingana naye, viwanda hivyo havina miundombinu ya kutosha na mipango yake haizingatii namna ya kupata umeme, vifaa na malighafi, na pia vinaendeshwa kwa mfumo wa uchumi uliopangwa na serikali ambayo haifai kufanya biashara ndogo na zakati. Lonkov anasema tofauti na ukuaji ulionekana kwenye miaka 2010 ambapo ulichochewa na mageuzi ya ndani,
Ukuaji wa sasa hautokana na mabadiliko ya msingi ya uchumi, inategemea fursa za kimataifa, hasa vita vya Urusi dhidi ya Ukraine. Wakati ukisema we vita vimesababisha hali mbaya kwetu, kwa Korea Kaskazini ni habari tofauti. Wao wametengeneza fedha nyingine. Umejifunza nini? Nitumie ujumbe wako kupitia 0764923351 na mimi nitaisoma.